Wakazi wa kijiji cha Ivungwe kata ya Katumba halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi wameomba kujengewa zahanati ili kuepusha kina mama wajawazito kujifungulia njiani kutokana na kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya kijiji cha jirani. Wananchi hao wamewasilisha kilio chao kwa mbunge wa jimbo la Nsimbo Anna Lupembe mara baada ya kufika katika kijiji hicho kusikiliza kero za wananchi na kuzipatia ufumbuzi. Swala ambalo linalisisitiza zaidi ni zahanati. Zahanati ni huduma muhimu kwa binadamu. Kwa kweli wingi hatuna zahanati. Ni wipi? Hatuna zahanati kabisa. Sasa tunajikuta labda kwa mfano hasa akina mama wajawazito. Mimba haipigagi hodi kama nimeingia leo au nitazaliwa lini. Inashtukiza tu. Sasa ukimchelewesha mama mjamzito kwenda kujifungua, hatimaye kujifungua njiani, unapata matatizo. Daktari anakuambia ni faini. Sasa nilijua atajifungua saa ngapi na muda gani? Wote kuombe kwa mheshimiwa kilio chetu kisikie na sisi iwe tupate zahanati kulikwenda ni mbali. Baada ya kupokea changamoto hiyo, Lupembe alipokea taarifa ya kifo cha mama na mtoto aliyefariki wakati wa kujifungua na kwenda kuwapa pole wafiwa. Poleni sana kwa msiba na majonzi haya. Tuendelee kuwaombea wafiwa faraja njema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sisi wanadamu tutasema tu, lakini Mungu ndo atawapa faraja ya kweli kwa ajili ya kuwatuliza maumivu waliyopata. Poleni sana na msiba. Asante. Mungu awabariki, tuendelea kuhudhuria msiba na kuendelea kuwafariji ndugu zetu. Mungu awabariki sana. Mbali na kusikiliza kero za wananchi, Lupembe ameendelea kutembelea miradi mbalimbali ya elimu inayotekelezwa katika kata hiyo, ambapo amekagua ukarabati wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi ya shule ya msingi Ivungwe unaoendelea kutokana na mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali kunyesha, hali iliyopelekea baadhi ya wanafunzi kukosa madarasa ya kusomea. Kutokana na mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali sana, hali iliyopelekea wanafunzi wa darasa la 3 na darasa la 4 kukosa madarasa ya kusomea. Hatua iliyochukuliwa kutokana na dharura hiyo, tuliomba darasa moja katika ofisi ya kijiji cha Ivungwe B, ambapo darasa hilo wanatumia wanafunzi wa darasa la kwanza kwa sasa. Mkurugenzi wetu ni msikivu. Leo tumeletewa milioni 18 za kuanzia, lakini bado kuna milioni 52 ambazo zitakuja kuhakikisha shule hii madarasa yanakamilika, watoto waweze kurudi darasani. Aidha, ameweka jiwe la msingi mradi wa bweni la shule ya sekondari Katumba, ambapo akiwa katika eneo la soko la Mnyaki alipokea kero kutoka kwa fundi anayetekeleza mradi huo, kukerwa na kitendo cha wazazi kuwazuia watoto wao kulala katika mabweni yanayojengwa na serikali na badala yake kuwapangishia vyumba mtaani, hali ambayo inasababisha baadhi ya mabinti kuolewa na vijana kuoa. Naitwa Bulaya Moshi Mkondo. Mimi ni fundi. Watu Katumba watoto wao hawataki kulala mule. Wazazi hawataki watoto walale mule ndani. Wewe umehimiza, umeenda bungeni, umemwona rais ama ukaongezea bweni jingine. Wasiwasi wangu ni mmoja. Unatumia nguvu nyingi sana kwa ajili ya watu wa Katumba. Watoto wao hawataki walale pale. Mtoto wanapangisha watoto mitaani. Watoto umetumika, siku hizi nao wana miji. Na kwa bahati mbaya wanaolewa kwenye miji hiyo. Na kwa bahati mbaya wanaoa vijana. Bwenini mtoto kikaa atapata maadili ya elimu bora. Walimu wananielewa na uzungumza hapa. Bwenini mtoto kikaa hata kuna bajeti ya chakula. Mtoto anapokaa bwenini anakuwa na bajeti ya chakula. Hasomi, anafikiria atakulaje. Tunataka watoto wabatizwe kwenye swala la kusoma tu. Naomba mheshimiwa mbunge uambie watu wa Katumba, uwasii, uwapigie magoti, uambie watoto waende bwenini. Asante sana. Alisema mkandarasi ni sahihi kabisa. Watoto ili aweze kusoma vizuri mpeleke bwenini. Akirudi nyumbani, we mama utampa majukumu makubwa, atashindwa kufanya majukumu na kusoma. Lakini akiwa bwenini atapata muda wa kusoma na kujifundisha na